wanaume wana confidence hata kola haitishi. Tukizungumzia swala zima la mahusiano, tunazungumzia mwanaume na mwanamke ambao hawana status yoyote hapa. Yaani uwe na ile tunasema convincing power, kama kweli uko serious unataka kumuoa mwanamke mchungaji. Kwa hiyo japo ina changamoto yake kama ulivyojaribu kueleza kwenye swali lako, sababu unakuta status za wachungaji huwa muda mwingine zinawalimit walei au watu wa kawaida kuapproach whether awe ni mwanaume au mwanamke, kwa maana hata tu ile kuongea naye kawaida muda mwingine huwa inaleta hiyo sintofahamu kidogo, lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Kama kweli una nia ya dhati na mtu, basi unaweza ukamface na kaongea naye ukamueleza. Mimi naona hivyo. Sijui mwenzangu. Unajua kijamii kwa jinsi ambavyo tunaishi na tulivyolelewa, uwaga tunaamini na si tu kuamini, ndivyo ilivyo kwamba mwanaume huwa anatakiwa kuwa na mamlaka ya juu ya mwisho ukikompea na mwanamke. Tukianza kuanzia kwenye Biblia toka kwenye uumbaji, sisi tumetoka tu kwenye ubavu, kuna aliyeanza. Kwa hata kimamlaka huwa wanafurahi kuwa wao wana mamlaka ya mwisho. Lakini ikija kwenye upande wa kichungaji, mamlaka ya kiroho ya mwisho mkubwa anakuwa ni nani? Mchungaji, ambao unakuta sasa bahati mbaya ama nzuri ni mwanamke. Kwa hiyo unakuta saa zingine mwanaume anaogopa kumapproach kwa sababu sasa tena anaona mbona huyu kimamlaka kama vile yuko juu yangu. Kuna namna ambavyo inawezekana hiyo mamlaka ikatumika labda kwa namna moja ama nyingine kunionekana mimi nisionekane sana ndani ya familia ama hivyo. Ni zile hofu ambazo tumezitengenezea, lakini pia hao nao ni watu tu wa kawaida, lakini ni vile wamepewa hiyo kalama nyingine na huo wito mwingine wa huduma nyingine. Na mimi huwa nazifananisha tu hizi huduma kama tu huduma za mtu mwalimu, huduma za mtu nesi, huduma za mtu fulani. Yaani ni tunavyogawana tu majukumu, lakini hii yako ni wito zaidi. Ameitwa kutumika katika nafasi hiyo hapo. Kwa hiyo tuwachukulie hivyo walivyo, na bado wanabakia kuwa ni wanawake wale wale wenye haki sawa kabisa na wanawake wengine, tukitoa mbali nafasi yao ya wito ambao wameitwa kutumika kwenye kanisa. Kwamba yani status huwa zinabaki kwenye maeneo ya kazi. Ukiwa nyumbani au inapokuja swala la mahusiano, ni baba ni mama. Yaani haijalishi huyu ni mchungaji, huku anaonekana huku ni mtumishi fulani wa serikali mwenye nafasi yake, lakini tukirudi nyumbani au tukizungumzia swala zima la mahusiano, tunazungumzia mwanaume na mwanamke ambao hawana status yoyote hapo. Kwa hiyo sasa ni kwamba watu tu wasiogope. Ni kama kweli mtu na nia ya dhati ya kuwa na mtu fulani kwenye mahusiano ambaye ni mchungaji mwanamke, vijana au wanaume wanaweza wakasema, lakini pia na hawa nao wasijitenge sana kwa nafasi zao, kuziona kwamba wao basi wamefika sana kwa nafasi yao, hawezi kujichanganya na watu wa kawaida, kwa sababu hiyo naye inaweza kawaogopesha watu wengine. Lakini waone kwamba hili ni swala la kawaida, hata kama ni mchungaji, mahusiano yana umuhimu wake ambao huwa yanapelekea ndoa. Mimi ninachokiona tu hapo kwa kifupi banda ni confidence tu ya mwanaume bana. Unajua kuna wanaume na confidence. Kola, mbele ya kola. Mimi nakwambia bro, kuna wanaume wana confidence hata kola haitishi. Swala ni confidence tu. Unajua wengi tu sasa hivi wanakuwa wanajitia unyonge yani, lakini kuna mijitu bwana ina confidence. Una kola yako, nimekuelewa, you are a pastor, I will face you. Yaani nitakuface, na tumeona wachungaji wanawake wengi wameolewa na tena na wanaume ambao ni waumini wao huko ndani ya kanisa. So ni issue ya confidence na mtu na focus yake. Nimependa pale, nataka yule awe mke wangu, haijalishi yuko na kitu gani mengi alionayo, ni kiongozi mkubwa kiasi gani. Mimi ninachokiona naona mke pale, naona mama wa watoto wangu, ndio ninachokiona pale, sio hivyo vitu vingine. Kwa hiyo ni ile confidence na focus tu kwamba mimi nimependa, unanitamfuata. Tumehudhuria hizo ndoa nyingi, yani mchungaji kaolewa na muumini wake and it is okay, na ana perform tu vizuri vitu vyake vizuri tu kama mama wa familia nyumbani. Kwa hiyo isionyime nafasi, isiwaogopeshe pia hata wanaume. Yeye amependa, amemuelewa, haijalishi ni nani, yeye apeleke hoja yake tu pale, aone kama inakatalika ama vipi. Hoja ya msingi. Hoja ya msingi, yani hoja ya msingi.